kuonekana. Lakini mabaharia wakamuuliza, kama wewe unamcha Mungu, kwa hiyo tufanye nini ili upepo na dhoruba itulie? Yona akawajibu, nitupeni mimi, kwa maana nimeona kosa hili limeniangukia mimi. Manahodha wakamchukua Yona kabla hawajamtupa, wakasema, Ee Mungu, tunaomba utusamehe kwa kuwa tunaondoa uhai wa huyu mtu. Wakamtupa. Mara ghafla na bahari ikatulia na mambo yakawa shwari. Mwenyezi Mungu akamtuma samaki aende ameze Yona, naye akameza Yona. Yona akawa tumboni mwa samaki kwa siku 3 mfululizo, usiku na mchana, akimlilia Mwenyezi Mungu. Naingia sura ya 2. Sala ya Yona. Lakini Yona alipokuwa tumboni mwa samaki alikuwa anamlilia Mwenyezi Mungu akisali, na ukimbilia yeye Mungu Mwenyezi, Muumba mbingu na dunia, uliyeniumba mimi, kwa kuwa mimi ni mkosefu, uliyenilinda usiku na mchana, ukanikomboa katika vita vyote, ukanilinda katika hatari na maadui zangu, ukaniongoza katika njia njema. Ee Mwenyezi Mungu, nakukimbilia. Na Mwenyezi Mungu akamtuma yule samaki aende akamteme Yona. Naingia sura ya 3. Yona anafuata agizo la Mwenyezi Mungu. Yona alipotemwa na samaki, alienda moja kwa moja kufuata agizo la Mwenyezi Mungu. Akaenda mji ule mkuu Nineve, akawapa habari njema ya kuwa kwamba Mwenyezi Mungu amewaambia, zimebaki siku tu 40 na taifa lote litekemee. Nao wakaanza kumwabudu, labda akabadilisha nyeto zake. Naye mfalme wa mji ule akavua mavazi yake ya kifalme, akatoka kwenye kiti chake, akavaa magunia, akatangaza tangazo, kila mtu avae nguo za magunia na aanze kumsifu Mwenyezi Mungu, labda nyeto zake atazibadili. Kila mtu akaanza kumwabudu Mungu wake. Tumsifu Yesu Kristo.